mtoto baba yake alikuwa ni yeye alikuwa anaenda na ndege, na ile ndege ilikuwa imebeba watu wengi. Mtoto alikuwa na mama yake. Wakati ndege ilipaa na ikapaa kabisa, kukawa na itilafu katika anga. Wakati itilafu ya katika anga, kila mmoja akawa na uoga, akaanza kupanika, akaona mwisho wake. Lakini mtoto pale alikuwa tu kazi yake ni kucheka. Anacheka na iliali ndege ni kuanguka, inaanguka, na ikianguka hakuna kuokolewa mahali pale. Lakini mtoto ni kucheka. Kila mtu alikuwa anapiga duru akiokoa maisha yake, but haingewezekana. Wakati ndege ilifika chini, kwa bahati ya Mungu ndege haikuchomeka. Kwa hiyo scenario, hawa watu walikuwa hapo wakauliza mtoto, tunataka utuambie ulikuwa unacheka nini? Tuseme wewe msikizaji wa leo, unaweza sema mtoto alikuwa anachekea nini? Ndege ilikuwa katika hatari, maisha yao ilikuwa katika hatari. Mtoto alikuwa anachekea nini? Mtoto anaweza kuwa alikuwa anachekea nini? Hakuna mtu anafikiria. Alikuwa anajua baba yake ndiye rubani wa ndege. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alijua once dandini rubani, hiyo ndege lazima itatua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi challenge ambayo imetokea katika anga, rubani akiwa kwa ndege lazima tutafika salama. Bwana Yesu asifiwe. Challenge katika maisha ni nyingi, lakini tunaye rubani Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilikuwa najaribu kuangalia wakati nilikuwa napewa haya mambo. Nilikuwa naona wengine waliona mwisho, wengine wakasema mambo ya mwisho kwa sababu ni kuenda, hata wengine wakatubu kwa sababu ni kukufa wanakufa. Lakini ukweli ni kwamba mtoto alikuwa na siri ya kwamba alikuwa anajua baba yake hawezi akamfail. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati baba yako amekuaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtoto alichangamuka akacheka wakati wa hatari, wakati wa ajali, wakati wa mahangaiko, bado anacheka. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo, watu wa Mungu, tunapopatwa na mambo, tunatazama rubani wetu ama bado tunaanza kustuka? Bwana Yesu asifiwe. My topic today, hallelujah. Topic yangu leo ama my theme, trusting God in all situations. Bwana Yesu asifiwe. For example, a time like this, mambo ni magumu sana. Kweli, wale tutakubaliana nao, ni kweli. Challenge ni nyingi ambazo tunapatana nazo katika life. Wengine ni magonjwa, wengine kazi, wengine challenges za doa, wengine vita. Hata kama una challenges za pesa, hauna challenges za magonjwa, kuna vita katika anga ambayo imeinuliwa. Kumaanisha kila mmoja ana challenge fulani. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo challenge, where is your faith? Bwana Yesu asifiwe. Nimesema wadhimu. Leo ni kama nitakuwa mwalimu kidogo. Underline jina in all times. Bwana Yesu asifiwe. Sio kumaanisha wakati huu na ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Naposema trusting God in all times, kumaanisha kwamba hata wakati unaona haiwezekani, bado una remain ukiwa umetrust God. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati daktari amesema haiwezekani, bado una trust in God. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati unaona hapa hakuna answer, bado una trust in God. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akatrust baba yake, akajua ya kwamba baba akiwa rubani
Akiwa ni yeye tu, lazima hii ndege itatua chini, hakuna ajali itatokea. Alikuwa na imani na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa na trust, alikuwa amebuild trust na baba yake. Bwana Yesu asifiwe. We Christians today, Bwana Yesu asifiwe, Wakristo wa leo itabidi to build our trust in God. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukaweka trust in our wealth. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi zetu, tukiweka trust kwa kazi zetu, tutarealize ya kwamba mshahara haitoshi. Haleluya. Ukiweka trust yako kwa watoto wako, utarealize watoto watakuaibisha. Ukiweka trust kwa mambo yako, kuna vile yanaenda vibaya. Haleluya. But when we trust in God, hakika tunashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tulipokuwa tukifundishwa asubuhi, tulipata ya kwamba mwalimu wa siku ya leo, hebu tupigie mwalimu wa siku ya leo makofi. Ya kwamba sikuwa nimemwambia kile nitakachofundisha, but imerhyme. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nimeomba nikaambia Mungu nataka kujua, na hakika Mungu amenijulisha. Mungu akubariki mchungaji, na Mungu aendelee na kukuonekania. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasema responding to the calling. Bwana Yesu asifiwe. For example, wakati niliponunua hii kalamu, main purpose ya kununua hii kalamu ni kufanya nini? Ni ya kuandika na kufundisha watu wa Mungu. I paid the cost ili niweze kufundisha, si ni kweli? Haleluya. Naye Kristo mwana wa Mungu akapay the cost ili wewe utumike. Bwana Yesu asifiwe. Hii kalamu haina sababu ya kusema itaandika. Itaandika by force kwa sababu nilifanya nini? Ni yangu na ihoni. Bwana Yesu asifiwe. Mani itumie. Bwana Yesu asifiwe. Dada yangu, ndugu yangu, you have been called, tumika. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi challenges ambazo unapatana nazo, lazima utatumika. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunaona Moses akipitia changamoto nyingi, lakini purpose yake ni akomboe wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. But nilipokuwa nikisikiza hilo neno, nikaona ya kwamba Moses alikuwa na character ya kutrust in God. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes mambo yanakuja yanakuwa magumu na mazito, but mtumishi wa Mungu alikuwa anaweka tumaini lake kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hello. Tutaongea, tutasema amen, na Mungu ataitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Nataka tuanze na kitabu ya Jeremiah 29, na yule ananistreamia Jeremiah verse 11. Najua Mungu atatubariki. Jeremiah 29:11. Trusting God in all situations. Jeremiah 29 verse 11. Verse 11. Na najua Mungu atatubariki. Jeremiah 29:11. Bwana asifiwe. Nataka tusome ya TV kwanza wote. Kitu ya kwanza, Biblia inasema for I know the thoughts that I think towards you. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza, kuna fikira Mungu anakufikiria wewe uliye ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule bado hayuko, bado kuna fikira Mungu anamfikiria. Haleluya. Na zile fikira Mungu anazo tuangamiza, anasema says the Lord, thoughts of peace and not for evil, to give you a future and hope. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu anafikira ni kwa sababu kuna vile anavyotufikiria sisi. Hata wakati mpendo unapitia mangumu. Haleluya. Hata wakati unapopitia mazito hayo unayapitia, kunazo fikira Mungu anakufikiria katikati ya uzito huo. Bwana Yesu asifiwe. Saa zingine tunakanga tunasema shindwe.
Na kumbe katika yale majaribu tunayoyapitia yanatuandaa kwa kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema ya kwamba for I know the thoughts that I think towards you. Bwana Yesu asifiwe. Zile fikira Mungu anazo ni za kutupa amani. Bwana asifiwe. Underline the word peace. Hallelujah. Nimesema trusting God in all times. Amesema ya kwamba for I know the thoughts that I think towards you. Thoughts of peace, underline peace, and not for evil. Hallelujah. Meaning that hata wakati unapitia hayo mazito, Mungu anakuwazia mambo ya kukuletea amani. Bwana Yesu asifiwe. Usa mwenzako mwambie amani. Kuna vile Mungu anakufikiria mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena anasema ya kwamba and not for evil, to give you future and hope. Hallelujah. Future. Sasa nilikuwa najaribu kuangalia wale ambao hawaja trust in God. Where is their future? Where is their hope? Bwana Yesu asifiwe. Meaning that they have no future. Hallelujah. Wakati changamoto inapowapata wanakuwa hawana future. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote wanakuwa hawana kitu inaitwa tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nataka tuingie katika Exodus 14. Exodus 14:13 tutaendelea. Exodus 14:13. Naomba ukae vizuri na Mungu atakubariki. Exodus 14:13. Exodus 14:13. Bwana Yesu asifiwe. Ni kastori ka Musa na wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Na before tufike hapo, ninalo swali nataka kuuliza watu wa Mungu. Swali la kwanza, na ni lazima tutalijibu hii. Swali la kwanza. Why is it that God delivered Israel out of bondage? Why is it that God delivered Israelites out of bondage? Unafikiria ni nini kilifanya Mungu akomboe wana wa Israeli katika utumwa wa Farao? Kitu ya kwanza, ndio kazi anasema waende wakatumikie. Tumpigie makofi. Pastor Maina. Kitu ya pili, it was God's plan. Hallelujah. Na ingine. Bwana Yesu asifiwe. Why is it that God delivered us out of bondage of sin? Sisi sasa, ni sababu gani Mungu alitukomboa katika wa dhambi? Tupa our trust in God. Hallelujah. Ni sababu gani Mungu akatutoa katika utumwa wa dhambi? Hiyo itatupa sababu ya kuwa katika madhabahu siku ya leo. Hallelujah. Na swali la tatu, nataka utadigest tu. Why did God call you? Ni kwa nini Mungu akakuita? Kwa nini akakutenga katikati ya watu wengine? Ni sababu gani uko hapa na siku ingine? Hallelujah. Are you doing or working towards your calling? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na sababu ya Mungu kututoa katika utumwa wa dhambi
One purpose ni ya kwamba sisi tumutumikie. Hapa mwanzo ni Jeremiah 29:11 nasema, for I know the thoughts I have towards you. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha alitutoa katika utumwa wa dhambi kwa sababu kuna sababu ya yeye kututoa mahali pale ili tukamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa katika mtu ambaye ametolewa katika utumwa wa dhambi, unafanya kazi kulingana na vile anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naongea hivyo nikingojea niwekwe Exodus 14. Bwana Yesu asifiwe. Exodus 14. Exodus 14 verse 13. Exodus 14 as verse 13. Exodus 14 verse 13. Exodus 14 verse 13. Nataka tusome sote pamoja. And Moses said to the people, want to start? That verse 14. You shall hold your peace. Bwana Yesu asifiwe. The fact katikati ya Exodus 14 verse 13 to 14 nasema ya kwamba hapa they trusted in God in all situations. Bwana Yesu asifiwe. First of all, tunaona ya kwamba wana wa Israeli wametoka Misri, na katikati ya kutoka Farao akarealize hao watu hakika wameenda, ni kwenda wameenda. Akaamua yeye na jeshi yake wawafuate. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Walipowafuata walifika mahali pale Israeli wakaangalia wakaona hakika ndio hao wanatufuata na watu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kutetemeka, wakaanza kuogopa. Lakini this man of God, huyo aitwa Moses, Bwana Yesu asifiwe, alikuwa na imani na yule Mungu aliyemuita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana wa Israeli walianza kuogopa ni kwa sababu wameona adui ndio hao wanawafuata. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya Mungu kutenda ile miujiza ametenda kule, bado adui wamewafuata. Biblia inasema ya kwamba naye Musa akaambia wana wa Israeli ya kwamba wasimame imara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanapoambiwa simama imara, mbele ni bahari, hawawezi wakaenda mbele, nyuma ni adui, kumaanisha ya kwamba mambo yalikuwa mazito. Lakini licha ya mambo kuwa mazito, bado Musa anaambia wana wa Israeli trust in God. Bwana Yesu asifiwe. Amini Mungu na muone ule ukombozi atakao wapa. Haleluya. Hata mimi shetani hataniuzia uoga. Haleluya. Hatumepiga hesabu, pesa ulizo nazo hazitoshi, unaona hakika hii hesabu haingiani, hata niuzia uoga. Haleluya. Sema shetani hata niuzia uoga. You have to study still. Bwana Yesu asifiwe. Haitalishi kile unachokipitia, God is going to make a way. Hallelujah. You just trust in God. Bwana Yesu asifiwe. In Exodus 14:13 anasema ya kwamba hebu tazameni, simameni imara na mutazamie Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Where is your help? Tumaini lako liko wapi? Biblia inasema ya kwamba na mtaona ile amani. And Moses said to the people, do not be afraid. Kile kitu shetani anauzia watu wa Mungu ni fear. Unaanza kupanic.
Haleluya. Kai, naona ni kama nyumba itafungwa, na ukweli itafungwa kwa sababu umeogopa. Kai, naona ni kama watoto watalala njaa, na ukweli watalala njaa kwa sababu umepanic. Stand still. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu ndiye rubani wetu, tuogope nini? Bwana Yesu asifiwe. Yesterday kuna masaa ilifika, ilikuwa around saa 7. It was around saa 7. Nikawa nimeshikwa na kausingizi fulani. Niliposhikwa na usingizi, ilikuwa saa 7 saa 5 hapo. Nikasikia mtu ameusha mabati. Nikastuka. Nilistuka, na nilipostuka nikasikia nikiulizwa, why fear? Uko peke yako? Na uko mahali penye hakuna mtu anaweza kukusaidia, na unasikia why fear? Haleluya. Ingekuwa ni wewe ungeogopa. Si ni kweli? Lakini nilikata courage, nikasikia ya kwamba nitembee. Nikatembea kwa kanisa. Kitu ya kwanza nikafika hapa, nikapata vyombo ziko sawa. Nikasunguka nje, nikapata ziko sawa. Nikasunguka nikiambia Mungu, thank you kwa sababu umenidhirishia ya kwamba huu si wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes yale mambo mnaona mnayapitia ni ya kuamsha spiritually. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli walipitishiwa hayo ili waweke tumaini kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sisi tunapopitishiwa, tunaanza kitu inaitwa blame game. Tunaanza kusema ni fulani, ni fulani, ni fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee verse 15. Exodus 14 verse 15. Exodus Bwana asifiwe. Sasa Mungu anashangaa, Musa analia juu ya nini? Analilia nini? Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine yule Mungu ambaye umeaminia maisha yako anauliza Musa, mbona unalia? Mbona unanililia wewe? Siwaambie wana wa Israeli wasonge mbele. Haleluya. Ile tu tunafaa kuwa nayo a time like this. Bwana Yesu asifiwe. To trust in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke tumaini letu kwa Mungu, tusiweke tumaini letu kwa vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiweke tumaini letu kwa masomo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Aliuliza wana Musa. Musa ameenda kulilia Mungu, anauliza. Na ujue wakati Musa analilia Mungu, wana wa Israeli wamekumuuliza, ulifikiria kule Misri hakukuwa na mahali pa kuzikwa, ndio ukuje kutuleta tumaliziwa hapa? Si ungetuacha tukufie huko? Kumaanisha Musa mwenyewe amefika mahali to the point, ameona wacha nililie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu anamuuliza Musa, mbona unanililia? Ambia hao watu wasonge mbele. Ambia hao Saulika wasonge mbele, kwa sababu mimi Mungu naenda kuwapa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. They have to stand still, kwa sababu mimi Mungu naenda kuwapigania. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, sijui ni vita gani unapitia. Ambia shetani hautaniuzia uoga leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kujenderia uoya nimekataa. Hiyo nimekataa katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Musa anaulizwa, Musa wewe unanililia nini? Ambia hao wasonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua nini? Wanaambiwa wasonge mbele, na kule wanaambiwa wasonge mbele, reality inawapata. Kai! Hii ni bahari, na wanasonga mbele, wanaelekea wapi? Nyuma huku wa Misri wamewafuata. Kai! Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anataka hao Waisraeli waweke all their trust kwa Mungu na wasikize sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unaona nini mbele yako.
Haijalishi shetani amekuambia nini mbele yako, haijalishi amehubiri banda gani. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ni kwamba tunaye Kristo ambaye anatuambia tusonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia naongea na mtu ambaye ako katika uoga, na mtu ambaye amefika mwisho, na mtu ambaye anaona heri kule alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Just move forward. Kuna Mungu atakupigania. Bwana asifiwe. Nilipokuwa nikipewa haya maandiko, nilikuwa naulizwa,